Mtazamaji wa chaneli yetu, tunakaa hapa tena na Mwalimu Jeff Masawe kwa ajili ya kufanya kipindi kingine ambacho hasa kitahusiana na leo, na wahoji kama Wakristo na mhoji kama Mkristo. Huwa wanasema mara nyingi sana kwamba Uislamu ni dini ya majini. Nimeshawasikia Wakristo mara nyingi sana mpaka wakitumia kutishia watu kwamba hiyo dini msiingie kwa sababu ni dini ya majini. Sasa leo mimi nikasema tumeshasoma mistari katika Biblia inayosema kwamba nendeni mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Na najua majini ni mmoja ya viumbe wa Mungu. Kwa hiyo leo majini wakihubiriwa imani wakaikubali, kama ambavyo labda wamehubiriwa Uislamu wakakubali wakaamua kuwa Waislamu, kunakuwa na shida gani? Wakristo mnajua nini kuhusiana na majini? Labda kuna kitu ambacho nyinyi huwa mnakuwa mnakielewa zaidi tofauti na vile ambavyo inaeleweka kuhusiana na majini. Okay. Cha kwanza hilo ni swali zuri sana. Yeah. Kwanza tuniweke tu msingi tu mzima. Yeah. Wakristo hatuhusiani na majini. Bwana mtangazaji. Sisi majini ni viumbe waasi. Lakini ni viumbe. Ni viumbe ndio. Na Mungu kawaambia mhubiri kwa kila kiumbe. Tunakuja hapa hapo. Sawa. Majini ni viumbe. Lakini ni viumbe waasi. Sawa sawa. Tuko pamoja mpaka hapa Ndio. Na hakuna jini mzuri. Sawa sawa. Kwa sisi majini ni malaika waasi. Kwa enzi yao ilikuwa ni mbinguni. Kwa hiyo walivyoasi wakatupa duniani. Kwa hiyo majini ni maadui wa Ukristo. Okay. Ni maadui wa Kristo, ni maadui wa Kristo. Ukiona Mkristo yote anatukuza majini, ujue yupo katika wao, ama si Mkristo kwa ujumla. Okay. Katika hiyo hoja kwamba mkahubiri Injili kwa kila kiumbe, huo ni muktadha. Kwanza kabla sijaenda katika kuchambua, sawa, niseme tu kwamba dini ya majini ni Uislamu. Dini ya majini ni Uislamu. Ndio. Dini ya majini ni Uislamu. Okay, lakini si tunaweza tukasema vile vile dini ya kila kiumbe ni Uislamu, kwa sababu kwa imani ya Kiislamu kila kiumbe aliumbwa kwa imani ya Kiislamu. Umbo aliloumbiwa mwanadamu, umbo aliloumbiwa kiumbe yeyote, iwe miti, kiwe nini, chochote ambacho kiliumbwa na Mungu ni Uislamu, kwamba hivyo vyote viwe vinyenyekevu kwa Allah, kwa Mwenyezi Mungu. Kama hoja ni unyenyekevu, ndio. Sasa hapa hapa, ndio. Kama hoja ni nini? Unyenyekevu. Unyenyekevu. Sababu unyenyekevu ni tabia, haihusiki na dini. Sababu hata Waislamu wao wanamkataa Mtume Paulo. Okay. Ila kuna sehemu wanasema kwa mimi ni mnyenyekevu. Je, Paulo ni Muislamu? Watakubali? Okay, hapana. Tuko pamoja mpaka hapo Ndio. Kwa unyenyekevu, hata kuna mashoga pia nao unyenyekevu pia. Okay. Hata shoga tu ni mtaani pale ni mnyenyekevu tu katika namna fulani. Kwa unyenyekevu ni tabia. Sasa kama katika muktadha wa kidini, sawa Ndio. Kama katika muktadha wa kidini, kwamba viumbe vyote ni Waislamu katika muktadha wao. Ndio. Sawa, watu wakatalii kwa mujibu wa dini yao. Sawa. Okay. Lakini katika na wanasemaga wao si dini yao, ni dini ya Allah. Hii ni dini ya Mwenyezi Mungu. Ni kweli ukimchukua Allah yule Allah wa Waislamu, Mungu wa Uislamu, ukimpima kwenye Biblia utakuta ni ibilisi. Sasa kwa katika muktadha huo mimi nawakubaliana nao katika dini yao. Okay. Ila kama ukisema kwanza tutatupa baadaye ushahidi. Nitawapa ushahidi. Sawa. Ni jambo zito sana hilo lakini. Sawa. Nimesema kwa mjibu wa nini? Wa Biblia. Kwa tusiende mbali. Usije ukasema Masaka kutoka na dini Sawa sawa. Sababu juzi nimetoa hapa fundisho juzi kuhusu Allah na Yehova. Ndio. Mungu wa Biblia ana mwana. Okay. Ila Mungu wa Qur'ani ana nini? Mwana. Okay. Ukisoma Qur'ani 9:30 Allah anasema kwamba Yesu si mwanae. Na mtu ambaye atasema Yesu ni mwana, sawa? Amelaaniwa. Okay. Amekufuru na anapaswa kuangamizwa. Sawa sawa. Na ndani ya Qur'ani majini wanakataa kwamba Mungu ana nini? Hana mwana. Kwa maana Allah ni Mungu, majini Mungu wao ni Allah. Okay. Sawa? Na sisi huku katika Biblia, ndio, majini malaika waasi na wanabosi wao wanaitwa Lucifer ama Ibilisi, shetani. Na wameandaliwa moto kwa mujibu wa Mathayo 25:1. Sasa nitakuja. Okay. Tuko pamoja mpaka hapo Ndio. Sasa wasema huyu Masawe mbona kama anakuwa extreme anakosoa? Hapana. Hata wao tukienda katika nyuma ya pazia, ndio, tunamkataa Mtume Paulo, nikataa Biblia, au sio? Ni kinyume chake. Kwa hiyo ni kuvumilia tu hoja kwamba tuzipime kwa vitabu. Sawa. Ila Muislamu yote akijipendekeza kwamba Wakristo na Waislamu tunaabudu Mungu mmoja, sawa? Kwangu mimi nakataa. Okay. Kata. Sasa leo nasema kwamba hoja yangu kwamba Uislamu majini ambao sisi tunawapiga vita, ndio, ambao Yesu katuambia tuwatoe, ndio, tuwakemee, ndio, nyumba yao ni Uislamu.
Okay. Yaani kwao majini ni Uislamuni. Okay. Yaani unataka uitengeneze hivi vile mnavyokemeaga majini maana yake yakitoka kwenu ndio yaende kwa Uislamu. Lakini sasa hapa naweza tena nikasema hapo Wakristo wengi nao tena wana majini sana, na kwenye makanisa ndio watu wanaanguka sana. Wana majini kivipi? Hayo ambayo yanaoangushaga kwenye kule wamekuja kutolewa. Sasa Yesu alikuwa anatoa pepo wote wanaanguka chini. Okay. Kwa maana wanakuja kutolewa majini. Lakini majini hakuna sehemu yote kwa majini anasema kwamba sisi tumekuwa Wakristo. Okay. Tumemwamini Kristo. Wao wanapokutana na Kristo wanapiga kelele, wamekuja kutuangamiza. Sawa, lakini ile wakaenda kwa Muhammad, ni ndugu. Hata Muhammad naye anasema kwamba katika kuna hadithi ziko hapo kwamba yeye anasema pia na jini. Tena Allah amemchagulia majini wazuri. Na kila Muislamu ana jini. Kwenye hilo hapo kwa Wakristo kwanza mwalimu. Ndio. Kwamba majini hakuna majini ambayo yanasema yenyewe imani yao ipo kwa Yesu na yanamwamini Yesu. Lakini wanasema majini nayo yanaamini na kupiga kelele. Yanaamini kupiga kelele ni vipi? Wanasema kwa sababu tunasema mapepo au mashetani nayo yanaamini na kupiga kelele. Hayo majini vile vile alisema Yesu ni mwana wa Mungu. Tunajua kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Yanaamini na yanakubali kabisa. Unajua kuna ukiri. Ndio. Na kuna kuamini. Okay. Sawa? Ndio. Tuko pamoja? Sawa. Kwa mfano Chadema ndio wanakiri Mama Samia ni rais wa nchi. Ndio. Lakini wanakataa kuamini. Okay. Kwamba ni rais wa nini? Wa nchi kihalali. Okay. Wanapinga kwamba si halali. So kukiri kwamba huyu ni mfalme haikufanyi kuwa mfalme wako. Okay. Lakini naomba nisome maandiko haya. Sawa, lakini mimi nataka kabla hata sijakusomea maandiko. Tukisoma Qur'ani ile Qur'ani 72 inapoanza pale wenyewe wanakubali wao wanasema hivi, tumeamini kwamba Allah hana mwana na tutamshirikisha na yeyote. Lakini hao majini baada ya kusilimu ndio wanasema Allah hana mwana. Tunaona huku majini wa kwenye Biblia wanasema wanaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa tuseme wapi hapo ni watakatifu? Wapi umesema wameamini mwana wa Mungu? Tu andiko. Si kama wameamini, wanasema wewe ni mwana wa Mungu. Bwana anasema kwamba kuna kusema. Ndio. Sawa? Hiyo si hoja. Lakini hakuna sehemu sema wameamini Yesu ni mwana wa Mungu. Tukisema waliamini kwa sababu walimpa mpaka nguvu kwamba je, umekuja kutuangamiza kabla ya muhula wako. Huoni kama walikuwa naamini kabisa kwamba mpaka na uwezo huo mkubwa kiasi hicho. Kwamba tunaamini kabisa ni mwana wa Mungu. Uje kusema andiko linasema ile 7:21 Mathayo. Ndio. Yesu anasema kwamba mnaniita Bwana Bwana lakini hamuyatendi niyasemayo. Okay. Kwa hiyo kumwita Yesu Bwana haimaanishi kuwa Bwana wako. Okay. Tuko pamoja? Unakiri yeye ni Bwana lakini si kwamba unaamini ni Bwana wako. Sawa. Kwa hiyo majini walikiri kabisa huyu ni mwana wanangu. Kwa hiyo maana walimfahamu ni mwana wa Mungu, lakini hawakumkubali kwa kumwamini. Okay. Ila kwa Allah walimkubali 100% na mtume wake ambaye akawasilimisha. Sawa. Sasa katika ngoja nivunje hoja yako ile. Sawa. Kwamba ukahubiri ile mtu isome ile andiko. Kwa kila kiumbe. Ni ngapi Mathayo? Hiyo ni Marko. Marko ngapi? Marko 16 mstari wa 15. Mstari wa 15. Anasema hivi, akawaambia nendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Mkahubiri injili kwa kila nini? Kila kiumbe. Sasa hapo ndio unasema hoja yako, nafikiri ndio hoja ya Waislamu pia. Kwamba hata majini nini? Ni kiumbe. Ndio. Inzi ni kiumbe. Ndio. Mende ni kiumbe. Kwamba Yesu tuhubiri mende, tuhubiri panya. Ndio. Sasa hiyo ni kusoma Biblia bila kuangalia muktadha. Sababu Yesu hapa alikuwa analenga mwanadamu. Okay. Sasa ngoja nikufafanulie sasa vizuri. Sawa. Maana Biblia haisomwi kwa akili za mwanadamu. Sawa. Yenyewe inajifafanua yenyewe. Sasa alikuwa anamaanisha nini? Kitabu kile cha Mathayo sasa. Tuende Mathayo 28. Tuende ule mstari sasa wa 18 na 19. Mathayo 28, 18 na 19. Ndio. Yesu akaja kwao akasema, nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Asante. Ukafanya mataifa kuwa nini? Wanafunzi. Inzi ni iko mataifa. Inzi. Hapana. Panya ni mataifa. Sasa huo ni muktadha. Sasa unafafanua katika Biblia. Sasa andiko lingine sasa ambalo linafafanua vizuri hoja ya Yesu. Sasa kwenda kuhubiri kila kiumbe. Matendo 1. Mstari wa 8. Matendo 1 mstari wa 8 anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na kote katika Yudea na Samaria na hata mwisho wa nchi. Hata mwisho nini? Wa nchi. Kwa hiyo inaanza Yerusalemu, Yudea, Samaria na mwisho nini? Wa nchi. Sasa swali linakuja pale. Baada ya wanafunzi kwenda kuhubiri, walihubiri majini? Hapana. Walihubiri panya? Walielewa, walihubiri wanadamu.
ila kwa majini waliwatoa. Okay. Okay. Sasa je, nikupe andiko ili uweze kuelewa vizuri. Ngoja hapo mwalimu. Wakati wewe unahubiri humpangiwa kusikia na kutosikia, wa kuamini na kutoamini. Na Biblia inatuambia kwamba yeyote anayekiri kwa kinywa, ukiamini moyoni mwako na kukiri kwa kinywa kwamba Bwana Yesu ni Bwana, nafikiri utaokolewa. Ndio hivyo. Je, majini wao labda wanasikiliza, wapo hapo unahubiri, wao wanakusikiliza, wakaona wameelewa hilo andiko, wakakiri kwa kinywa na wakaamini. Wewe hujui kwa sababu nao wapo kwenye ulimwengu wao, wakaamini, hawawezi kuwa Wakristo. Utasema na wazuia hao wasiwe Wakristo kwa kuwa wewe hukuwalenga wao. Sasa wewe umeambiwa kuhubiri wanadamu si majini. Na katika hoja yako ya kila kiumbe, sawa? Ndio. Je, panya anaweza kaamini? Labda naamini, wewe utamzuia. Sasa nishakupa maandiko mtumishi kwamba ndio hoja ya Yesu ilikuwa inalenga wanadamu. Sasa kuhusu majini, nikupe andiko sasa. Kuhusu majini, walikuwa wahubiriwa, walikuwa wanaondolewa majini. Twende Matendo. Sasa, kwa mitume hao, Matendo 16. Tuanze mstari wa 16. Mstari wa 16. Inasema, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, tulikutana na kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi. Ndio. Aliyewapata pepo wa nini? Wa uaguzi. Ndio kuna Dr. Sule, kina sijui Chef Majini, na hao watu wa Sempulio wao wanakuwa na pepo wa nini? Wa uaguzi. Na yule jamaa anaita Juu Sharifu alikuwa na mazinga yule jamaa. Nena na pepo nini? Wa uaguzi. Maana unaona wanasema kwa Uislamu hao ni Waislamu toka zamani. Na hao naweza kusema pia majini ndio wenye Uislamu. Endelea na andiko. Aliyewapatia bwana zake faida kubwa kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyo. Akamtoka saa ile ile. Haya, Paulo alimhubiri, alimtoa. Lakini nataka turudi tena kwenye nyuma kwenye ili andiko. Yenyewe inasema hivi, akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele. Maana yake ile jini lilikuwa linafanya anapiga kelele. Akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Huoni kama majini hapa alikuwa anaongea kitu kizuri? Wanaelewa. Sababu majini wana uwezo mkubwa kuliko mwanadamu. Walikuwa wanaelewa mazingira. Lakini sasa hapo hoja inabaki pale pale. Hitimisho lilikuwaje? Je, Paulo anasema kwamba we jini, kumbe unajua habari za Mungu sasa nakufanya kuwa Mkristo. Paulo anasema alisikitika, akamwamuru ile pepo mtoke, na akamtoka saa ile ile. Sasa hapa hapo, kwa nini hao majini hawana neema tena mbinguni? Labda sasa nikupe hoja sasa, bwana simulizi. Tujue kabisa hatima yao mapepo wachafu. Sasa mwalimu, hapo ulipotamka hilo neno mapepo wachafu, na hata katika Biblia inasema kwamba pepo wachafu walipomwona Yesu walipiga kelele. Je, kama wapo wachafu sinamaanisha wapo wazuri? Sasa kwanza neno pepo maana pepo kwa Kiingereza ni spirit. Sawa, hiyo wabaishe. Kwa hiyo kuna spirit nzuri. Twende taratibu kwanza. Maana yake nini? Spirit. Sasa spirit kuna evil spirit na holy spirit, ambayo sisi tunasema Holy Ghost. Holy Ghost. Holy spirit ni roho ya Mungu au wale malaika watakatifu ambao hawajaasi. Sasa ile si kwamba wale malaika waasi wanaofukuzwa mbinguni ni kwamba kuna watakatifu. Never. Wanaofukuzwa wote mbinguni wale malaika ndio wamekuwa mapepo wachafu. Wamekuwa majini. Pepo wapo wazuri na wabaya kwa kifupi. Sasa maana yake si kwamba neno pepo kwanza lishaharibiwa katika neno lilikuwa pepo peke yake, halijafika bado kwenye jini, au tusemeje? Nimesema kwa English ni spirit. Tuseme spirit, ikiwa vile neno spirit kabla halijafika kwenye uchafu au uzuri, lenyewe halina shida. Unajua kitu kimoja, hapa tuniweke kitu kimoja. Unajua mfano neno pepo kwa kulingana na hizi hoja za mvutano wa majini, sawa? Ndio. Limeshakuwa kwamba lishatumika mpaka ile maana yake halisi ishaondoka. Kwa hiyo leo tukisema pepo katika muktadha huu kwa Kiswahili ina maana mapepo ni wale majini, sawa? Sawa. Ile katika hasiri ya ile neno pepo ni spirit. Sasa sitaki niharibu muktadha kwa sababu tunaweza tukamchanganya msikilizaji. Sawa, lakini katika elimu sasa, katika swala la elimu, maana ya pepo ni spirit. Sasa na hapo inachukua wale, kuna Roho Mtakatifu, sawa? Ndio. Ama Roho watakatifu
Roho watakatifu. Ambao wale malaika wale watakatifu. Sawa. Sasa naomba tuende katika muktadha ambao unaeleweka, ambao umeshakuwa sasa ishaeleweka hivyo. Tunafahamu unaweza ukaingia sehemu ukuta kuna jina fulani ambalo uone zamani lilikuwa lina maana si mbaya. Siku zile imebadilika. Hasa kama leo kwa zamani shoga. Shoga sikuwa shoga yangu rafiki wa kike. Leo ukisema neno shoga, kweli ni mbaya. Sasa bidi tutumie mazingira ambayo yapo. Sawa. Sasa chanzo cha hawa leo tunaita majini. Ndio. Na kwa nini Wakristo tunawakataa? Ni hiki hapa. Ufunuo 12. Ufunuo 12 mstari wa 7 mpaka wa 9. Sawa. Ufunuo 12 mstari wa 7 anasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika wake wakapigana na lile joka. Lile joka nalo likapigana nao pamoja na malaika wake. Naam. Lakini hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Nitarudi hapa kuuliza hili swali kuhusiana na lile joka likapigana nao pamoja na malaika wake. Sawa. Lile joka kuu likatupwa, yule nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika wake wakatupwa pamoja naye. Wana point hiyo? Kwa maana itokea vita wapi? Mbinguni. Yule joka na malaika zake. Ndio. Na Mikaeli na malaika zake wakashindwa wale joka na malaika zake. Na mahali pao paonekana tena wapi? Mbinguni. Kwa maana mbinguni tena hawataenda. Sawa. Wakatupwa paka nini? Nchi. Na yule joka ufafanuzi wake ni Ibilisi na Shetani. Kwa walitupwa. Wao ndio wanakuja kuitwa vibwengu huku. Hao ndio wameleta uchawi, ndio mapepo hao wenyewe. Sasa nataka nirudi hapa kwenye joka na malaika zake. Kwa nini joka Ibilisi wa zamani yeye wale wanaomsaidia wanaitwa malaika zake, wakati sisi huku wale tuseme wanaomsaidia joka ndio sisi wa Kristo, au tuseme nyinyi wa Kristo mmekuja kuita kwamba ni majini, wakati kumbe ni malaika? Ndio. Sasa unajua hoja ya majini, kwanza neno majini toka kwa Waislamu. Sasa majini nafikiri ni Kiarabu. Sawa Kwa sababu ina maana yeye imetolewa kule kwa Kiarabu. Sasa paka hapo jina jini. Sasa kwenda kwa wazungu inaitwa demons. Lakini kwa wazungu malaika anaitwa angels. Kwa hiyo huyu joka alikuwa na angels. Sasa angels hao ni angels, yani malaika wa Mungu. Alikuwa anasaidiana nao joka. Acha wale wanaopigana na joka. Wale wanaosaidiana na joka ambao wapo pale malaika, yani walikuwa ni malaika kabisa malaika. Ni kama leo wanadamu tuweze kuwa na leo kuna wanadamu watamwamini Mungu. Ndio. Na wasio muamini nani? Mungu. Wale wanaoamini na Mungu wanakuwa ni wanadamu upande wa Mungu. Na ambao wasimamini Mungu wanakuwa ni wanadamu upande wa Shetani. Ndio sasa kwa imani ya Waislamu vile vile majini wanaomwamini Mungu ni Waislamu, wale majini wasiomwamini Mungu nao ni makafiri. Sasa kwa imani ya Kiislamu. Ndio. Sasa lakini hao chanzo chake ni nini? Sawa, sababu hao ukiangalia katika hata historia ya Kiislamu kuhusu majini wanapishana. Unasema kwa majini walitangulia kuumbwa, alafu baadaye tena wakamwasi Mungu. Kwa Mungu akatoa malaika kwa waangamizi wale majini. Alafu akabaki mmoja tu ambao ni Lucifer, Shetani sasa, Ibilisi. Malaika akasema bwana aka tukaache. Ala akasema hao bwana huyo ataleta noma baadaye huyo. Wasema wao, ala akasema basi acha mchukueni mtoje kuona. Akaenda mbinguni huko. Akakaa akaitwa alisijida. Baadaye tena akafanya ukorofi, akawa amefukuzwa kule. Ndio mwisho tena hao wanajichanganya kwamba kama Shetani majini wote waliangamizwa, akabaki Shetani peke yake, huyo Ibilisi. Hao wengine wametokea wapi? Kwa hiyo Waislamu hawana majibu. Hata kitendo kwamba kosa la Ibilisi katika Qur'ani kwamba kosa lake ni kukataa kumsujudia Adam. Lakini ile amri ya kumsujudia Adam ilikuwa ni ya malaika. Lakini Ibilisi alikuwa ni miongoni mwa majini. Sasa kuna contradiction kubwa katika Uislamu. Kwa Uislamu hauna elimu. Yaani Qur'ani haina majibu yote ya kuelezea mambo ya kihistoria ya ulimwengu au mambo ya kimungu. Haina kabisa. Ndio maana hata umo wanakiri katika Qur'ani kwamba mambo ya kiroho hawaelewi. Zile aya kuna aya munkama na aya mshabiati. Sasa paka hapo Kwa maana zile za ambazo zinahusika na mambo ya kiroho Waislamu hawajafunuliwa wala hayajui. Sasa ili waweze kujua mambo ya rohoni wawafuate wa Kristo. Kwa sisi kwa kuwasaidia kwamba hao wote ambao kwa duniani hao wanaopanda watu vichwani nini Muhammad akaja akawasilimisha hao ni malaika waasi. Kwa hiyo hawana tofauti na malaika wale watakatifu. Utofauti wao ni kwamba hao walichagua kumwasi Mungu, hao walichagua kubaki na nani? Na Mungu. Sasa paka hapo, hebu sikia nisomea andiko hili. Sawa. Ile Petro wa pili 2:4. Petro wa pili 2:4. Inasemaje?
Anasema kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, ndio, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ije hukumu. Umesikia point hiyo? Kuna malaika ambao kulinda enzi yao wakafanya maasi, wakatupwa na wakafungwa huko duniani hapa sasa. Sawa? Kifungo cha Mungu si kupigwa minyororo. Ni kwamba hawataruhusiwa kwenda wapi? Mbinguni. Wala kupata wokovu wote. Kwa hiyo wanasubiri hukumu hao malaika waasi. Kwa hiyo wao wanasumbua wanadamu huko. Okay. Kwa hiyo kumbe kufungwa kwao si kama wamefungwa, wameachiliwa huru, lakini si kwamba wamefungiwa wasiende mbinguni. Ni kama wapo nje. Hata Qur'ani kuna sehemu inakiri kwamba walikuwa wanaenda wapi? Huko mbinguni, wakapigwa vimondo. Umeelewa paka hapo? Unajua Qur'ani kuna vitu fulani ambayo inataka kuingia. Unajua hizo stories za ukweli zilikuwepo. Okay. Kwa hiyo Qur'ani ikanyofonyofua huko na nini na nini. Sasa zile inakosa sasa ile mantiki nzima. Sasa ili upate mantiki nzima lazima urejee katika maandiko matakatifu. Hebu nipe Yuda 1:6. Yuda 1:6. Mstari wa 6 anasema na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Ndio. Kwa hiyo hao malaika na ni wengi, watoka serusi moja ni mabilioni wako. Okay. Maana mtu mmoja za kapandwa na mapepo hata 1000, hata 2000 mtu huyu wewe yako mengi. Okay. Kwa hiyo wanasubiri hukumu. Sasa ndio maana walipomwona Yesu duniani ambaye ndio anawahukumu, na Yesu ndio aliwafukuza mbinguni. Bwana Yesu. Sasa walipomwona Yesu duniani wakaogopa, wakatetemeka. Hebu nipe 8:29 kitabu kile cha Luka. Mathayo 8:29. 8:26 anasema hivi. 29 anasema na tazama, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe, mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya wakati wetu? So, wana point hiyo. Kwa hiyo walishawekewa muda wao kuteswa. Sasa huyu Bwana Yesu tena huyu alitufukuza mbinguni, mbona amekuja kabla ya wakati wetu? Wakapiga kelele, amewahi sana. Kwa hiyo wakati wao hujafika, wakati wao ukifika wanaenda hapa. 25:41 Mathayo. Ukianza ule mstari ule wa 30 tunaona kwamba mwana wa Adamu atapokuja ni Bwana Yesu atawatia hukumuni wale wote. Sasa mstari wa 41. Mstari wa 41 anasema kisha atawaambia na wale walioko katika mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Umeona? Kwa hiyo umewekewa moto wa nini? Hiyo ndio hukumu kuingia katika moto wa milele. Sasa mwalimu, hapa tunarudi. Kumbuka hapa tunachozungumzia ni kwamba Uislamu ni dini ya majini. Nakubali na Waislamu wote wanakubali. Je, kwani kuna shida gani ikiwa dini ya majini? Tunarudi hapa. Huu moto wamewekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa nini basi wasiwekewe Ibilisi na majini wake ambao tunasibaga nao ni mashetani? Si malaika tumesema tuliasi. Ndio wakaitwa mademons, wakaitwa majini, vibwengu, wana majina mengi. Kwa nini Biblia bado inaita malaika? Malaika. Kama hapa inaita malaika zake. Ndio, si malaika waasi. Tuko pamoja mpaka hapo. Lakini pia kuna jina pia limetoka neno majini pia imeandikwa wao majini ishaandikwa. Ukisoma Walawi 17:7. Okay. Kwa ina maana ni interchangeable, malaika wana majina mengi. Kwani unajua kuna leo mtu anakuwa ni mwanadamu lakini ana majina mengi? Ndio. Anaitwa shoga, si ndio? Sawa. Anaitwa muuni. Sawa. Anaitwa sijui, majina yako mengi kulingana na sifa ambayo anakuwa nayo. Okay. Sawa. Sasa mimi nakazia pale kwamba Uislamu dini ya nini? Ya majini. Na kabla Uislamu hujakuja, Uislamu hujafanyaje? Haujakuja. Lakini mwalimu, kabla hatujavuka hapo kwanza. Wakati tunaenda kusema Uislamu ni dini ya majini. Majini sasa wanakuwa ni malaika au ni mashetani? Ni malaika waasi. Ila sawa na majina hayao tofauti. Kwa hiyo malaika yule mwasi ndo anaitwa jini. Ndio. Kwa Kiarabu. Kwa Kiarabu jini inamaanisha nini? Jini. Ndio. Jini kwa Kiarabu kama tunataka tuseme kwa Kiswahili. Jini ni wanasema kwamba jini kwa mujibu wa Kiarabu. Ndio. Jini ni kiumbe ambacho kifupi jini kwa Kiswahili tu, kwa Kiingereza ni kama tu spirit. Ni spirit. Sasa paka hapo ni upepo. Ni kitu ambacho huwezi kukiona kwa macho. Okay. Ile sasa katika muktadha wa hicho ambacho tunakiongelea. Ndio. Kina sifa ile ya malaika waasi. Okay. Kwa nini sasa? Kwa sababu wakati wa Uislamu hujakuja, wale Waarabu kule walikuwa wanaabudu majini. Okay. Lakini malaika wanakataa kuabudiwa.
Okay. Tunakubali mpaka hapo Malaika kusoma ile 19:10 Yohana, Ufunuo wa Yohana. Malaika wanakataa kufanyaje? Kuabudiwa. Lakini majini wanaabudiwa katika zama hizo. Sasa ni mashetani au ni majini tu? Shetani nini? Kwa imani ya Kiislamu ambayo ndio maadamu hawezi kuwa shetani, shetani ni sifa. Sasa kama vile mwanadamu anaweza kawa shetani, maana shetani majini naye yupo ambaye anaweza kawa shetani. Maana ya shetani ni uasi. Maana yake ni ile tabia. Ni muasi. Okay. Sawa, kwa yule Lucifer ndio ambaye alikuwa ni malaika mkuu. Ndio. Akachagua kumwasi nani? Mungu, akawa shetani. Kwa hiyo wale malaika wenza ndio wakawa nani? Mashetani. Sawa. Hata mwanadamu pia anaweza kawa nani? Shetani, muasi. Okay. Ila yule kiumbe yule ambao sasa leo amekuwa shetani ndio ambao ni malaika ndio hao sasa, hao mapepo ambao wao chini huko majini. Sasa ambao Muhammad aliwasilimisha hao wadudu. Sawa mwalimu. Kabla hao majini kama unavyosema Uislamu ni dini ya majini. Kwa imani ya Kiislamu inawezekana unaweza ukawa na hoja kwamba kweli Uislamu ni dini ya majini, majini yaliumba hivyo kwa sababu Uislamu ulikuwepo tangu mwanzo. Lakini kwa imani ya Kikristo Uislamu umekuja miaka 600. Yaani ni dini ambayo imekuja baadaye sana. Imekuja tena, wengine wanasemaga imeanzishwa na Mtume Muhammad. Sasa majini kabla ya hapo wao walikuwa dini gani? Au tuseme wao walikuwa ndio wenye dini. Tuseme limekuwaje hapo ionekane Uislamu ni dini ya majini wakati Uislamu umeanza baadaye, majini wenyewe walikuwepo. Ina maana walikuwa hawana dini au tuseme? Tuende taratibu. Ndio. Sawa. Iko namna hii bwana simulizi. Ndio. Tukuje katika muktadha wa Biblia. Ndio. Muktadha wa Biblia, majini hao au malaika waasi wenyewe walijulikana tu ni ile kwa upande wa watu wa mataifa walikuwa wanaabudu wale majini. Okay. Sasa mpaka hapo Ndio. Hata Mungu aliwakataza wana wa Israeli wasifanye ibada na majini. Walikuwa wanaenda kuwatolea mpaka sadaka. Hebu tusome ile andiko tu. Kwani vipi? 17:7 kitabu kile cha Walawi. Kwa hiyo Mungu akawakataza, maana hao walikuwa wanashabiana ama wanafanya ushirika na wapagani wote. Ila watu wa Mungu kwa mujibu wa Biblia walikatazwa kushirikiana na majini. Sasa mstari wa 7 anasema wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. So hapo ndio sheria hii itakuwa sheria ya milele kwao, kizazi baada ya kizazi. Exactly. Tena kwa nimesahau kusoma mstari. Kwa maana kumbe watu wa Mungu walipigwa marufuku wasitoe sadaka kwa nini? Kwa majini. Kutoa sadaka si kufanya ibada? Ndio. Na hiyo ni sheria ya milele. Maana leo watakatifu wa Mungu akiomba Bwana Yesu mwenyewe na wanafuasi wake, tuna sheria ya milele kwamba sisi na majini hatuna ukoo nao, hatuna urafiki nao. Ni Muhammad tu akaja katika karne ya 7 baada ya miaka 600 baada ya Kristo akafanya jambo la ajabu sana la kituko. Mimi nakusomea hapa uone.